So welcome to Beyond the Class. Basically segment tunapiga tu tukitaka kujua stories za the students huku, tujue more about them apart from ile tunajuana nao juu tuko in the same class. And then pia as I said, manze tunahitaji lecturers bana. Mimi niko sure lecturers itashika mbaya sana. So right now tuko na mzee mkubwa, mzee mzito, mzee Nizo mwenyewe, presenter Nizo. So karibu sana mzee. Shukran. Now first of all unaweza jiintroduce, sijataja jina zako zote. Taja zile unaweza tukisonga. Majina yangu naitwa Collins Ndalo, but popularly napenda kutumia Nizo. Kuna history mbona natumia Nizo na si hizo zingine. Wewe Nizo ilitoka Nizo I think high school. Unajua kutoka kitambo mimi nimekuwa entertainer. So nikiwa high school tulikuwa tunafanya kitu inaitwa hype kwa class. Si ati ni talent show. Ni kwa Daro Preps. So nilikuwa na mbogi yangu hapo. Nilikuwa hadi na manager high school. So alikuwa anaitwa Eric Ronnie Omondi. So Ronnie siku fulani tukitengeneza nilikuwa na msana gonga beat kwa loka Ile mixtape. Alafu saa mimi ndo nimeshika lyrics. Alafu wananipiga hapo backups. So kuna siku fulani tukiwa enter tulikuwa tunatumianga comp inaprojectiwa kwa TV. So kitu ikapita ikaandika Nizo. Unaona? So hiyo kitu vile ilipita, I think stima ilipotea. So Ronnie akashout akasema Nizo akinishika. Na hivyo ndo ilibakingi kila msaa akiniita hivyo kutoka hiyo siku. So ikabaki naenda alikuwa manager hiyo time. Juu ingefikanga hata competition za interclass za usanii. Wako na MC band. Una jina kubwa. So ikagrow ikakuwa hadi walimu wakasahau jina langu. Wakaanza kuniita Nizo. Wazazi same. So ikabaki hivyo. So jina imestick. Ikastick hata mimi sasa hii ukiniita interview usiponiita hivyo nasikianga unijui. Bana. Nice. So at least now you know Nizo ilitoka wapi. So to rewind, turudi pale nyuma mzee, umezaliwa state gani ya Kenya? Kuzaliwa unajua ni kujipata unajipatanga. Kuzaliwa sijui. Lakini ni kujipata unajipata. Penye nilijipata first time ni place inaitwa Ukwala. Siaya. So hapo ndo nimejijua nikiwa mdogo I think. Age 1 mpaka 2. Then nikakuja city sasa. Huko. Nairobi. Kangemi. Si ni wale wase atunanga place tumegrow. Tumekuwa on the road vile wazazi wana shift jobs ndo vile nyi pia mna shift. Unaweza sema vile ni job gani either one of kama unaweza taja kama ni noma tunaweza move on. Mzae. Mzae first mimi nikizaliwa Ukwala. Huko ni ushago watu wanajua huko. Ni Siaya huko ndani. So huko alikuwa anafanya job ya kuuza mahindi. So unapata hiyo time alikuwa anatumia bike. Anatoka Siaya, unaingia Busia, unaingia Uganda. So tulikuwa tunaishi hizo lane zote. Hiyo safari. Mnaweza hama, mtoke Siaya, muingie Busia, muende UG. Nimeishi foreign country, wasinione hivi. So ilifika place akapata job inalipa fiti office messenger huko Nairobi. Tukakuja huko then akakuwa hired Eldoret. Sasa tumekuwa tu on the road. On the move. Haya, so primary school, so umekuja Tao, umeingia primary school gani? Primary school Kangemi Primary first. The famous Kangemi. But hapo mimi sijai change. Nikakaa hapo. So up to class 7. Kufika class 7 nikaanza kudip kwa masomo, yani nikaanza kurudi chini. Hii time yote mimi nafanya entertainment. Na sanya hapo na warogea mnanipea mbao na kula breko mandazi. So mzazi aka notice huyu kijana ataumia hapa Nairobi. Nikapelekwa Western Busia sasa. Huko ndo origin yetu. So class 8 nilifanya Busia. Shule inaitwa Sibina Academy. Sibina Academy. Private school. Sisi watu public. Actually maisha yangu hata hiyo time Kangemi Primary ilikuwa private. Sasa ni public juu serikali imechukua. Sijawahi soma public school.
hata paka saa hii kampo. So ukiwa pale primary school ushafikiria ama usanii ulikuwa umeamua ni usanii tukienda? Nilikuwa najua budangu alikuwa amenipea pressure. Unajua budangu amesoma vitu na administration. So hawa se huko kwa administration ya government watakushow mtoto wao either anataka akuwe lawyer ama afanye tu kitu kwa law. So mimi nilikuwa nao pressure. So nilikuwa najua nitakuwa lawyer one day. Lakini hiyo usanii kwanza ndo yani nilikuwa najua ni msanii. Mimi nilikuwa najua mimi ni msanii. So mimi nimeandika ma songs. Kwanza nilikuwa nataka kufanya production ya music. So but vile niligrow unapata priorities na change, life ina shift. Nini ilikuwa imekuinfluence like hiyo sanii, maybe nini ilikuwa imekuinfluence uone manze mimi na music kabisa? Nadhani ni calling juu ni later nilikuja kuifanya high school vizuri. So ilikuwa ni kama calling. Juu ngoma ingetokanga leo, kesho mimi nishashika lyrics. Daro asubuhi ndo star huku bana. Unaona? So yeah, I think ni God pia on another side because up to now bado nafanya. Yeah. So anything kitu kingine interesting imefanyika pale primary maybe unaweza tutajia? Primary labda niseme kitu interesting ni kusumbua. Ilikuwa bad boy. Ilikuwa bad. Unajua mgeto. Hizo time ghetto ilikuwa ghetto msee. Wacha hii mchezo watoto wanafanya siku hizi. Hiyo time mtu angesikia kulikuwa na beef. Unasema sasa unapata kaka ngemi kuna watu wametoka Ongwaro, wamekuja Ungem. Si wa Ungem pia tuko na Mbogetu tunasema msee usicross hii line. Msiwahi cross hapa. So ilikuwa interesting journey hizo fights za ghetto, kupigana, then pia madem hiyo kawaida. Tulianza primary. So madem ilikuwa uwezi guza manzi yangu ama kama wewe wakangemi uwezi enda Kawangware kuchukua manzi huko. Kuna hiyo beef ya ghetto. So hizo zilikuwa interesting times. Though ni violence but hiyo time si tuliona kama ni actually hata iko serious. Iko serious lakini unaweza pigwa ukipatikana hiyo mta ingine. Haya, to move to ingie high school. Umeenda high school gani? High school nimeenda the mighty Sigalame School. Sigalawo? Hao ni champions wa basketball 2018. Kenya na East Africa. Iko second? Iko Busia. Mighty Sigalawo. Sigalame School. Mixed ama hiyo ni school, hiyo si secondary ama high school. Hiyo ni boys school. Boys school. Though iko owned by an ACK church. Ni okay. Sawa. Ni za missionaries. So pale umeingia high school, part of all ni favorite subject yako pale high school ilikuwa gani? Masomo nayo tricky. Lakini geography nilipenda hiyo nature, alafu ilikuwa na trips. Unaona? Wasawa histo hawezi enda trip. Wasawa siarisi trip iko kwa Bible. So jog ilikuwa na hizo mnaenda Nakuru, mnaenda Mount Longonot. So nilipenda jog. Si ati juni subject but jua mimi napenda kupanda basi. Lazima uenjoy basi shule. Nilipa fee bana. Haya, so apart from that maybe so usanii bado ni usanii. Sasa hapo ndo mambo ilishikana. Because wakati niliingia form 1 kuna kitu high school inaitwanga PTA. Parent Teachers Association. Buda wangu akachaguliwa kama mkubwa wa wazazi. Sasa unajua hiyo pressure. Hauwezi kuwa baba yako ni mkubwa wa wazazi na unataka kuwa msanii. Haiwezi. But kitu laki nilipata hiyo shule iko na band. So nikaingia music classes kwa band nini, tukaanza kwenda ma competition. I think hata 2018 tulikuwa number 2 after Starry Boys. So nika grow hiyo passion. So unakumbuka nilikwambia nilitaka kufanya production ya muziki. So nishasoma muziki. So ilikuwa another way ya kuingia kwa muziki. Na I think mzazi alikuwa amekataa by first but vile alisikia hizo awards juu tumeshinda ma trophies akaanza kunisupport. So hiyo band ndio ilifungua njia yangu kwa muziki na entertainment. Ulikuwa na play instrument gani kwa band? Mimi nasema nilikuwa all round. I think nilikuwa na play trumpet, drums na pia euphonium, bass sana. So music naweza cheza anything sahi kufika sahi. Though sahi si bado sijaingia huko sana juu ya masomo pia. Alafu pia kampuni ile kama euphonium ni nini bwana? Kwa wale tujue. Euphonium tutaweka picha. Euphonium ni
ni bass but bass yenye inacheza sweet melodies, si ile bass unasikia ina pump. Okay. Haya, sports ulikuwa sports maybe interclass. Interclass nayo futa. Nilikuwa mnoma sana, lakini sasa shule mimi nilikuwa is more a basketball school, so ilikuwa ina support sana basketballers. Futa. So sports nilikuwa fan na bado mimi ni fan. Hiyo tunakuja huko. Na also basketball umetry hapo shule? Si sasa unajua hiyo ni culture ya shule. So unapatanga zile siku kama saa toa ama Sunday hapo majioni hakunanga class. So tulikuwa tunachukua hiyo ball tunaenda court. Court ni uwanja bake, wanajua hiyo? Hiyo. So tunaenda court, tunajaribu hata kama hujui unajaribu juu ni fan hiyo shule na ni culture. So nilicheza najua vitu 1 2 but siwezi cheza professionally. Niulize maybe diet ni private school food, unajua public sisi tuko na complain food mbaya sana. Form 1 nikiingia form 1 nilikuwa mwanafunzi wa kawaida, yani normal student, utakula hizo chakula ingine githeri, bitter herbs. But wakati nilifika form 2 hiyo ni 2019 niligonjeka. So hiyo shule ukigonjeka unaekwa kwa special diet. Nilipona lakini sikuwaambia nilipona. So kutoka form 2 hadi form 4 sijai kula chakula ya wanafunzi. Heri wewe so campus. So first of all ulikuwa akilisha gonga pia nataka kusoma media ama maybe kuna nikimaliza ukumbuka nimekwambia nilikuwa kwa band, so ilikuwa ishaingia kwa akili yangu umepata kitu utafanya. Juu hii si ile usanii ya studio, hii ni more professional kabisa, na ni kitu unaweza hata somea kampo. So wakati hiyo shule huko Western kuna university inaitwa Masinde Muliro University. Ilikustaki kusema poach but ilikuwa inakuja kuchukua hizo talents direct from high school, una join hiyo kampo. So nilibahatika kuwa one of them kwenda Must. So mimi nimekaa Must, Zitec tumekuja September. Mimi nilikuwa nishaanza life ya kampo, nilikuwa nacheza muziki Must. But shida ilifanyika, budangu akigundua nataka kufanya muziki kama course, anakataa kabisa, akasema hiyo mchezo sitaki. So wakati nilirudi September home huko Busia, kaniambia unajua ni aje tunaenda kwa cyber, ni uchague hapa course ya maana unaweza fanya. Hiyo time mimi nishaka kampo kutoka Jan mpaka 9 months. Hakuna kitu unafanyanga, unachezanga muziki. So budangu akaniambia tuende tuchague. Mimi nikaangalia, nilikuwa tunafanya cross check. So nikaamua acha nichague journalism but niende nifanye Must. Cusp wakaniambia unachagua option 4. Nikaeka hapo Must. So najaribu kudiverge hizi vitu. Unapata kuna course kama ya film Must, kuna communication Must, kuna journalism Must, alafu pale chini ukafinya tu Zitec journalism. So hizi 3 zingine hata wakuangalia, wakanituma huko. Na hivyo budangu akafurahi juu alijua nikirudi Must sitasoma music. So mimi kukuja Zitec nilijua kuna muziki. Juu life yangu imekuwa muziki. But kakwa story nyingine. So now in India Zitec man. Day one tulikuwa na budangu. Kitu ya kwanza budangu aliniuliza huku kuna band. Na hata tukaenda kwa dean. Before hata niingizwe system. Kuulizia kama kuna band. Kuna band. Juu alikuwa anasema kama kuna band sitasoma hii shule. Tunarudi saa hii. So akaambiwa hakuna band but today kama nataka anaweza andika proposal ya kwenda. Budangu akasema hata sitaki andike. Nilikuwa nataka kujua. So anaweza soma huko. Hivyo sasa ndo nikaingia. Hiyo usiku sasa akienda nilikuwa broken juu sijazoea maisha nje ya band. Alafu nimecreate friends wangu wote sasa hivi wako band. Na wote wanacheza. So hiyo usiku nilipigia tutor wangu wa band wa high school, nikamwambia manze shule nimekaa haina muziki. So akaniorganize, akanitafutia muziki karibu tu. Ilikuwa Juja hiyo time, akaniambia utakuwa unaenda huko. Sasa hivyo nikaanza kupenda shule. Sikuwa
fresha hiyo sehemu ya kwanza sikuwahi kuja shule, nilikuja mtihani, sikuwa na pesa. Hii journalism nimechagua kuchagua tu, unaona, bado sija fall in love na but with time nikaipenda. Everyday story kali, nice. So ndio sasa after maybe your first sem umepambana, mimi nataka music, journalism ndio iko man. Rana unafanya zile vitu mimi nakujua nazo ni apart from ile sports akina football, stories za media pia uko ndani mbaya sana. Trail TV, hizo exclusive stories uko, film pia. So ni point gani ilifika manze kona acha tu tupambane tu na hii media? 1.2 1.2 kuna kitu ile happen. So unajua nimemaliza shule, so band yote ukijoin au join kama mtu tu tumejoin, kuna contract. So ili expire. So ku expire hii time ya kutafuta ingine nikaona ita take time kupata tena place ingine. So wacha ni focus na shule, nikaanza kuja shule. So kuja shule nikiwa 1.1 hizo siku za mtihani za nilikutana na mtu Twalha. Sasa ndio alikuwa first person niliyeongea na yeye shule. So jamaa alikuwa anapenda radio. So 1.2 akaanza kunipeleka radio. Mimi niko zile za bana maliza show tuende bana. Mimi nasikia kulala bana. Iko. So Twalha akaniingiza radio. Pole pole tu nikaanza kushika hiyo vibe. Nikajua cooperate vitu. So ukapata nikabaki niko na vitabu za music kwa nyumba. So nilikuwa nasoma muziki, but sasa nimeanza ku create a passion in media. So hivyo vile niingiza radio, hivyo ndo story ili change. And now media ikaingia kwa roho, kamera ziko wapi bwana? Watu wanashoot aje? Bas. Sijai somesha kwa class atishika hivi kamera. Ilikuwa tu ile nimeona huyu msanii amefanya leo, kesho nitaenda nichukue hiyo kamera nifanye. I know siku tuongele nini, tuanze na maybe tuanze Trail TV ama tushapiga area mbele kwa watu wajaona ile film area. Wewe sijui unaishi wapi. So now Trail manze exclusive stories na happen Kenya hata other countries. Actually guess ni passion ulikuwa nayo manze, bocha naweza share hii itoje story yangu ya media. Like ukuchague acha nifanye nini, nifanye podcast, nifanye vlogs, amocha tupige trending stories. Itakurudisha primary. Nimekwambia nilikuwa napenda muziki. Ngoma hata ingetoka leo ni mimi ningeijua na ningeishika. So hizo exclusive ni reflection ya your life, because kitu ikifanyika sasa kwa entertainment hata kama siko online niko sure nitajua. So ilikuja hivyo na nikadevelop art ya kuandika hizo stories. Alafu mimi ni mtu napenda ku exclusive, napenda mimi ndo niko kwanza kusema kitu. Unaona? So naangalianga before ni post trending story, naangalia ni watu wangapi wameipost. Lazima niko among the first. So hiyo Trail TV kwanza exclusive na ni kitu kwanza Trail TV yenyewe kukam up nayo. Ni kitu nilikam up nayo time staki kufanya media tena. Kuna time nilifika staki kufanya, but nikaamua wacha nifungue kitu yenye itakuza mtu mwingine. Hiyo time nilikuwa nafanyia mtu mwingine. Alikuwa dem alikuwa anataka kujua voice overs. So tukatumia exclusives kama a way ya kufanya voice overs. Mimi sikuwahi jua ni kitu itashika hivyo. So ikashika. Mimi nikaamua ni aje wacha tu vibe nayo. Tusonge na football, and then so football pia ikaingilia vijuu. Kenyan Premier League uko ndani, EPL pia uko ndani mbaya. Pia ilikujia wapi maybe? Nilikuwa napenda ball. Si hata ball, sports. Mimi kitu yote hata Formula 1 iko hapa. Hata cricket hapa. So Twalha kati aliniintroduce kwa radio, walikuwa wanafanyanga sports show. But hii sports show ilikuwa pia na entertainment, kulikuwa na DJ. So so mi wakati naletwa, so tulikuwa tunapiga sports, walikuwa na kaka Jos. So hii time kaka Jos anaenda attachment. Unaona? So anataka kuachia Twalha show, but ana co-host. Twalha kaniambia unajua tutakuwa tunapiga na wewe. Alafu hiyo time mimi ni boy mgeto, sijui Kiswahili sana. Unaona? So nilikuwa na struggle one to, but sasa hii unaweza ndani mimi ni mcost. So nikaanza hizo unajua kuna kujua sports.
na kuna kuwa journalist wa sports. Vitu mbili tofauti. So nilikuwa najua sports. Kujua sports hizo ni bantas, utapigana wasee ile Chelsea ni kali kushinda Man U, which ni ukweli. So kuna hizo, alafu kuna facts na analytics za sport. So nikaanza kulearn, unafaa uandike vitu chini before kuja show useme hivi. So nikagrow hiyo passion. So Twala ndo mtu nashukuru hiyo side ya sports kabisa sana, jua alinikuza sana. Nice. Wewe Twala tutamlete huko sana, kuna story nyingine pia ndio next bana. So tukimalizia, maybe any word, any encouraging word unaweza ambia wase huko nje, especially maybe mse anataka kufanya media? Kwanza mimi kitu naweza ambia mse talent, kama uko na talent hiyo ndo calling yako. Siku hizi talent imegeuzwa. Unajua kitambo tuliambiwanga kuna career na kuna talanta. Siku hizi ni kama hiyo talanta ndo career. Watu wengi wanakulia hapo, unaona? Kuna mtu calling yako ni football. Kuna mtu calling yako iko huku kwa media. Kuna siku hizi hata leadership ni talent. Unaona? Si ati unamkanga tunaenda kusoma kwa leader. Kama haiko ndani yako, huwezi kuwa leader. So hiyo kitu God alikuita. Maintain. Mimi sinanga motivation nyingine. Mtu akiniambia ni content creator na muuliza ama wewe ni msanii, na kuulizanga tu swali moja, song yako iko wapi? Hivyo. Kama hauna, wewe si msanii. Juu hata si lazima uende studio ndo kuwe msanii. Siku hizi kuna TikTok, kuna nini, record vitu. So first thing mimi naweza, si hata first kitu naweza ambia mse anataka kufanya kitu, start. Ukishaanza kila kitu itakuonyesha tu. Nice. Wise words from Mr. Nizo hapo. Now tuna kama kawaida tunamaliza na ka challenge hapa. So swali ya kwanza, hii na deal na music, hii niko sure utapata. Okay. Most standard guitars have how many strings? 5 4 6 zile common na kwa 1 2 3 4. Haya, Wakanda tajaji. Jatuende ingine. Which book by Ngugi wa Thiong'o was banned by Kenya in the mid-70s? Bana sikuwa bana. It was banned. Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o mwenyewe. Hiyo sijui bwana. Petals of Blood. Ungejua aje jameni. Ilikuwa inapiga gava ya Kenyatta vibaya sana. Hiyo siwezi jua. Haya, twende ingine. Black Panther was recorded in which fiction country? Lama location hiyo Black Panther ile rekodiwa. Nikana ni umesahau, nilikuwa nimehitaji. Haya, ingine ya Ngugi wa Thiong'o. Which play written in Kikuyu got Ngugi wa Thiong'o arrested? Najua hii kitu bana. Kuna mambo ya mapenzi hapa na pale. Hiyo pass. Na lakini najua hiyo shit. I will marry when I want. Yeah. Nice. Sasa maana asante kwa kuona our show. Shukran man. So next month nitatwala. Huyo mumlete huko, ako na story sana. Huyo ni mzee. Si kama mimi unajua sina history. Amepiga miaka 25 huko kwa saa. Nice. Sasa manze, see you in the next one guys. Remember to subscribe bana.